Sasa nitawatambulisha kwa uchache. Ninaye katibu mkuu wa Wizara ya Mazingira kutoka ofisi ya Makamu wa Rais, Injinia Luhemeja, tena ni mtu wa hapa Geita, na wataalamu wake wa ofisi ya Makamu wa Rais wanyooshe mkono. Asanteni sana wataalamu. Lakini pia tunao watu wa bonde la Ziwa Victoria. Wako hapo, wanatoka Wizara ya Maji. Lakini pia ninao mkuu wa wilaya ya Sengerema Senyi Ngaga, yuko hapa. Mkuu wa wilaya ya Misungwi Samizi yuko hapa. Ninao wataalamu kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa. Ninaye mkurugenzi wa Sengerema, mkurugenzi wa Misungwi, yuko pale. Kwa hiyo kwa kifupi, ninaye pia mtaalamu wa vivuko. Sasa nimekuja hapa kwa sababu eneo hili la Kigongo Busisi linakuwa na changamoto nyingi ya usafiri. Uongo kweli? Na mara kwa mara mmekuwa mmeniona ninakuja hapa, wakati mwingine kuruhusu hata matumizi ya muda ya daraja. Kwa hiyo nimeona leo tumekuja na wataalamu hawa wote kwa sababu kwa niaba yenu na kwa niaba ya hawa wataalamu ninataka pia kumshukuru Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan kupitia ofisi ya Waziri Mkuu na Waziri Mkuu Mheshimiwa Kassim Majaliwa na Mheshimiwa Naibu Waziri Mkuu Mheshimiwa Doto Biteko. Nilipeleka kilio cha wananchi wa Mwanza kuhusiana na changamoto ya feri zetu, lakini pia changamoto ya usafiri hapa darajani. Mtakumbuka kwamba feri zetu ziko hapa, tunazo feri 3. Lakini mara kwa mara baada ya ujio wa magugu mapya yale madogo ambayo mnayaona tumeyavuna, yako pale, na tumeyavuna tani 600, na hadi leo tunatumia shilingi milioni 2 kwa siku kuwatumia wavuvi hawa wa eneo hili kuyavua yale magugu, ili hivi vivuko vyetu, yani feri, visiweze kupata changamoto, ili wananchi wa hapa muweze kusafiri vizuri. Kwa hiyo kama tunatumia milioni 2 kwa siku, maana yake kwa siku 10 serikali inatumia shilingi ngapi? Kwa siku 20 serikali inatumia shilingi ngapi? Kwa siku 30, maana sasa tuna zaidi ya mwezi. Kwa hiyo ni kazi kubwa ambayo imefanyika. Na leo nilikuja kuangalia uvunaji wa magugu maji mapya, lakini pia kwa upande wa pili wa daraja mnaweza mkaona kama kuna msitu mrefu ndani ya Ziwa Victoria. Hiyo ni madhara, kwa sababu maji ya ziwa tunayatumia kwa ufugaji wa samaki, tunayatumia pia kwa usafiri wa vivuko, tunayatumia pia kwa ajili ya uendeshaji wa maisha yetu kupitia matumizi ya maji safi na salama. Kwa hiyo habari njema ambayo tunayo leo ni kwamba baada ya kuwasilisha kilio chenu kwa Rais Samia amejibu kilio chetu na ametoa fedha kwa ajili ya kuhakikisha tunakuwa na mradi wa kutokomeza haya magugu, ili yakiathiri shughuli za usafirishaji, shughuli za uvuvi, lakini pia shughuli za upatikanaji wa maji ndani ya ziwa. Kwa hiyo kwa sasa tunaendelea na programu ya kuyatokomeza, na kwa sababu tunafahamu magugu haya yanaoza baada ya muda si mrefu, kwa hiyo hayatakuwa salama kuendelea kukaa pale. Nimemwelekeza mtu wa bonde kuhakikisha magugu yale yaliyovunwa sasa kuyaondoa pale na kuyapeleka kwenye dampo ambako hayawezi kuathiri mwananchi wa hapa Misungwi wala Sengerema. Lakini jambo la pili, serikali itanunua mitambo ya kisasa inayofanana na hicho kivuko mnachokiona, ili kuweza kusafisha eneo la Ziwa Victoria. Kwa hiyo tutafanya usafishaji wa eneo haya yote mnaona pale ni magugu tu. Kwa hiyo serikali italeta huo mtambo wa kisasa, na tayari utaratibu na Rais Samia amekubali. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu Kassim Majaliwa kwa kufuatilia sana jambo hili, na hatimaye rais amekubali, na muda si mrefu tutaleta mitambo ya kisasa inayofanana na kile kivuko, mitambo 3 ambayo itakuwa inakula hayo magugu yote
na kuhakikisha kwamba ziwa Victoria haliendelei kupoteza ubora wake, haliendelei kupoteza kina cha maji, lakini hata wavuvi na wale wanaofanya ufugaji wa samaki wa vizimba hawawezi kuathirika na magugu maji. Lakini jambo la pili, hili daraja muda si mrefu, Waswahili wanasema mwenye macho haambiwi tazama. Watu wote mnaliona daraja liko ukingoni kabisa kukamilika, na hata mimi nitakapotoka hapa nitapita juu ya daraja kuangalia kinachoendelea. Kwa hiyo ni daraja ambalo linapitika, daraja ambalo lami upande ule na upande huu iko hatua za mwisho. Tunaweka taa nzuri za barabarani ili Mheshimiwa Rais Dr. Samia hivi karibuni atakuja tena hapa kwa ajili ya sherehe kubwa ya uzinduzi wa daraja hili. Kwa hiyo swala la changamoto ya hapa Kigongo Busisi rasmi itakuwa imefanya nini? Kwa hiyo tunaambiwa inna Allaha maa sabirina, wenye kusubiri wako pamoja na Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo tuendelee kuvuta subira, siku si nyingi changamoto hii itakuwa imekwisha kabisa. Lakini hapa tunavyo vivuko vitatu. Vivuko viwili sasa vinafanya kazi ya kupishana, na vilikuwa vinaharibiwa sana na yale magugu. Ndio maana tumeamua kutumia milioni 2 kwa siku kuondoa magugu. Na kwa nini tunafanya hivyo? Kwa sababu serikali haifanyi biashara, serikali inatoa huduma. Hapa leo mkurugenzi wa vivuko njoo, mhandisi, kwa siku hapa kwenye hiki kivuko tunakusanya shilingi ngapi kwa siku moja? Na mafuta tunayotumia kuendesha hivi vivuko kwa siku ni shilingi ngapi? Kwa hiyo ukiangalia kwa ujumla, serikali haifanyi biashara kwa faida, na ndio maana tumeamua hata kwa kila siku, ili vivuko viendelee kuvusha watu, tuhakikishe tunaweka milioni 2 kufanya usafi wa ziwa ili vivuko visiweze kukwama. Lakini mwezi mmoja ujao, baada ya daraja hili kuzinduliwa, vivuko hivi vyote vitatu vitaondolewa eneo la Kigongo Busisi. Kwa hiyo kutakuwa hakuna haja ya kuweka vivuko. Serikali sasa hivi tunajenga vivuko 5 vipya pale Mwanza, viko 98%, na fedha zaidi ya shilingi bilioni ngapi meneja? Bilioni 28 tunazitumia. Kivuko kipya kitapelekwa Ukelewe kule Mbarika Buyagu Misungu, kingine kitapelekwa Sengerema Kome, Nyakalilo Kome. Kwa hiyo na hivi vitatu tutavipeleka tena huko mpaka watu wa Koome huko waweze kuvitumia vivuko hivi. Hapa tutaachana na habari ya vivuko, tutaendelea na habari ya nini? Ya daraja. Kwa hiyo wito wangu kwa wananchi wa Mwanza kuendelea kushirikiana na serikali ya Rais Dr. Samia Suluhu Hassan, kuendelea kuimarisha usalama wetu, kuendelea kushiriki shughuli za maendeleo na kujiandaa na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025 mwezi wa 10. Na serikali yetu inaahidi uchaguzi huru wa haki, lakini pia kuwalinda wananchi wake wakati wa uchaguzi. Hayo ndio majukumu ya serikali. Serikali ndani ya mkoa wa Mwanza itaendelea kuwapa ushirikiano vyama vya upinzani wafanye kazi zao vizuri kwa kufuata sheria za nchi na kuangalia katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini siku zote tumekuwa tunasema watakaovunja sheria, sheria itachukua mkondo wake. Hapo sio swala la mkuu wa wilaya wala sio swala la mkuu wa mkoa, ni swala la wewe na sheria inavyosema. Kwa hiyo ili tuende vizuri ni lazima tufuate sheria za nchi yetu. Lakini hapa meneja, hapa kwenye kivuko tunazo changamoto chache. Moja kati ya message ambazo nazipokea mara kwa mara ni kwamba hapa kuvuka ni shilingi 400. Lakini wakati mwingine kivuko kimesha kuja, mtu ameshatoa shilingi 500, anaambiwa change ya shilingi 100 hakuna. Sasa ni jambo ambalo siku zote tunashirikiana na benki kutafuta change, lakini haiwezi kutosheleza kwa sababu
ya uchache wa sarafu. Kwa hiyo tuko kwenye utaratibu sasa katika maeneo mengine, maana hapa sasa hatutatumia kivuko, katika maeneo mengine kuweka price, kuweka bei ambayo itafanya urahisi wa change. Kwa hiyo serikali sasa hivi kivuko kama kule mjini pale unapovuka kwenda upande wa pili, kivuko cha binafsi kinatoza shilingi ngapi? Shilingi 1000, lakini kivuko cha serikali kinatoza shilingi ngapi? Shilingi 400. Sasa nimemwomba waziri mwenye dhamana na mamlaka inayohusika ili angalau tuwe na fixed price ambayo hatutakuwa na mahangaiko ya change. Kama ni shilingi 500 basi iwe shilingi 500. Badala ya hii kila siku wananchi wanalalamika nimenyimwa change. Lakini pia nataka niwaambie daraja lile hata kama halijaisha, kama mwananchi ana msiba, kama mwananchi ana mgonjwa, kama mwananchi kuna dharura, ofisi ya mkuu wa mkoa inajulishwa. Sisi tunawapigia simu wa China wa kandarasi, wanakuruhusu kupita bila kutoa fedha aina yoyote. Mwezi uliopita nimewafukuza walinzi 7 hapa, kwa sababu rafiki yangu mmoja nilimpa pesa, nikamwambia pita pale darajani, halafu wale watu waambie mimi sina kibali kutoka ofisi ya mkuu wa mkoa, halafu nione je wanawatoza wananchi fedha au hawatozi. Kwa hiyo wakala 10,000 upande ule kule unatoa 10,000, na upande huu anasema ukivuka na upande wa kule mpe 10,000. Niliwaita ofisini kwangu siku ya pili, nikamwambia pesa mliokula jana nilitoa mimi, na kuanzia sasa mmefukuzwa pale Kigongo Usisi. Kwa hiyo mwananchi ambaye ana dharura ya mgonjwa anawahi airport ya Mwanza ili aende Dar es Salaam, na hii feri imechelewa au itachukua muda mrefu, wajibu wake ni kutoa taarifa kwa ofisi ya mkuu wa mkoa au mkuu wa wilaya, au namwambia diwani nipe namba ya mkuu wa wilaya, yeye anakuunganisha na Mchina moja kwa moja, unapewa kibali, unapita bila masharti yoyote. Mwanza oye! Kigongo Busisi oye! Kwa hiyo nataka niseme endeleeni kuiunga mkono serikali yenu, na changamoto za hapa na pale tunazifahamu na tunaendelea kuzifanyia kazi. Kwa hiyo baada ya hapo, kama kuna mtu ana swali, kama kuna mtu hajaelewa anaweza kuniuliza, na baada ya hapo tuwaruhusu muendelee na safari yenu. Lakini kama mmenielewa, ninawashukuruni sana, asanteni sana. Kila la heri. Haya, Simba oye! Haya, asanteni sana.